jifariji na onera. Na pia sio mafanikio tu ya vikombe na nini. Pia mafanikio ya utajiri wake na pesa zake. Sasa hivi mpira ni biashara. Mpira sio kama zamani. Leo hii usije mchezaji akaja anakuja kuchangisha hela ya vidonda, sio akafunge bandage, sio ana upasuaji, no. Sasa hivi unataka utake place yako, uonyeshe thamani yako kama wewe ni mchezaji wa hali, ili hata baadaye ukija ukistaafu, pesa ulizokuwa nazo, investment ulizozifanya, hata mwisho wa maisha yako unaweza na watoto wakaja wakafaidi. Yeah. Mtoto anaweza akafaidi. Tuje katika upande wa mama ambao umegusia kidogo na kwa uchache. Tulisikia kauli ambazo wengi za mitandaoni zinazungumzwa, natamani ili ulithibitishe kwamba ni kweli au si kweli. Mama amesema Faisal akienda klabu ya Yanga hatakuwa anaradhi naye, inamaanisha anaweza mama akamparana kama vile atakuwa amemurika na kumuona mzazi wake jinsi alivyo. Hii kauli inaosemwa ni kweli au si kweli kwa upande wa mama yako na mama yenu alivyosema kuhusu kauli hiyo? Kweli atakuwa radhi. Tukana mama yako hawezi kutuandazi alafu ukafurahika. Mama hawezi kuziakia si ugali na sukari wewe ukafurahika. Lazima utafedhaika, na mama ndo familia. Na akisema amesema, na ndio pepo ile. Amepewa nafasi 3 yeye. Kwa Mwenyezi Mungu amemtambua mpaka akampa nafasi kubwa. Kwa hiyo yeye akisema hichi ndo hicho. Kwa hiyo yeye ni kweli akienda Young Africa hatakuwa radhi naye. Bora hata ende Mtibwa kuliko Young Africa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba kuliko Young Africa. Kwa hiyo akienda Simba it's okay, kaenda Azam pale it's okay. Lakini sio kurudi nyuma mwiko. Akirudi tu nyuma mwiko, hata kiria mpira yake hatakuwa radhi naye. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia anafahamu hicho kitu. Naam. Sasa kaka, twende katika ofa ambazo walizopewa mdogo wako Faisal Salum. Tukianzia ofa ambayo inazungumzwa zaidi, ofa ya Simba. Ni kweli Mo Dewji alikutana pamoja na Faisal. Tumeona katika picha zimezagaa akiwa ndani na sebureni kwa Mo Dewji. Ni kweli Faisal alipata nafasi ya kuzungumza na Faisal? Na lile eneo lilikuwa hoteli au ni vipi? Au kuna kitu gani ambacho unakifahamu au ili jambo ulifahamu? Ni mada ambayo nilikuwa sikutaka kuzungumza, lakini kutokana na ndugu yangu hapa Tachi umeniambia hicho kitu, na lazima niweze kukielezea. Kijana alikutana na bosi si chini ya mara 3 mara 4. Mo Dewji tajiri mwenyewe. Na ni kwake. Jana alikuwa na wasiwasi, mithili ya kutetemeka. Sababu yule ni tajiri mkubwa. Ndio. Alikutana naye na bosi alimpa ofa nyingi sana, na ofa ni kubwa. Bonus ni nyingi. Paka kwenye hata akifunga au akitoa ile assist tu, yeye kusaidia Simba Sports Club kupata ushindi, yeye kwake anapata bonus. Na mshahara wa takriban milioni 30 per month. 30 millions per month, nikimaanisha kwa mwezi milioni 30. Ni hela kubwa sana. Na sign fee ya maana. Sio sign fee ndogo, sitoweza kuitaja tu. Lakini ni sifuri nyingi sana, unaweza ukaziandika. Au unaweza ukazipanga daraja zima la Nyerere zikatapakaa ukaenda na kurudi hata raundi 10. Hizo pesa haziwezi zikafanyaje? Zikaisha kwa sign fee ambayo kijana aliyoahidiwa. Kwa hiyo bado anachanganua, yeye hana shida na wala hana taabu. Niwaambie tu wabaki wao Simba. Yaani wabaki wao Simba Sports Club kushindwa kumchukua huyu kijana. Yuko willing, yuko good, he want to play in Simba Football Club. Na pia ana shauku ya kucheza Simba Sports Club. Na kama mtu ana shauku na amejizatiti, ni wao tukamilisha deal kuja pale, kuja kuendelesha gurudumu la Simba Sports Club, tufike Simba ambao tunahitaji kuja kuchukua CAF Champions League, kwa sababu shirikisho bikudratillah tunaweza tukalichukua. Tuje tupambane tuchukue Super Cup, sababu endapo Faisal akiingia Super Cup itamkuta. Ikimkuta Super Cup itakuwa vizuri. Atakuja atakutana na CAF Champions League endapo Simba kachukua kombe au kwa nafasi ya pili. Pia itamfavor yeye kwake afanyaje?
aweze kucheza lile shindano. Kwa hiyo kwake itakuwa ameingia na status nzuri na ameingia na mguu mzuri. Kwa hiyo kwangu mimi tu niwaambie tu Simba option ipo kwao, kumchukua Faisal au kumwacha. Kwa hiyo wao wajitahidi na waendelee kukeep effort, wamalizane na hili deal ili tuweze tukafanyaje tuweze tulimtori na nyama zetu. Bwana Simba mfeli wenyewe kama kaka alivyozungumza. Sasa twende kwa matajiri wake wa zamani, klabu ambayo alomtambulisha zaidi Faisal, Young African. Mazungumzo yalikuwa vipi? Ni Faisal aliweza kukutana nao viongozi wa Yanga, au kuna namna gani ambavyo alivyokutana na viongozi wa Yanga kumake deal na Faisal kumrudisha ndani ya kikosi cha Yanga? Faisal hawezi kukutana na Yanga na wala hawezi kukaa na Yanga. Ana uongozi, ana maamuzi yake, na wale wanashinikiza sana kule. Kutokana na mikataba yao waliyekeana mara kwanza, wanashinikizana wao iwe ni watu wa kwanza kwenda kuuziwa yule mtu. Lakini ni kitu ambacho hakiwezekani. Kumbe kuna mkataba ambao unasema wewe mara ya kwanza Faisal kuuziwa ndani ya klabu ya Yanga. Kama akicheza ndani ya nchi au kama vipi? Kama akitaka kwenda kuuzwa timu ya Simba labda. Wao wawe ndo wa kwanza kupata hicho kipaumbele ya kumrudisha yule mchezaji. Kwa sababu wao wamemtoa lakini wanajua. Walimtoa tu na chuki zao lakini wanamjua kwamba yule mtu ana kipaji na yule mtu ana uhitaji wao. Ukizingatia wao wenyewe wanapoteza wachezaji kwenda kwenye klabu nyingine kubwa. Kwa lazima wapate mtu ambao replacement yake haweze kureplace ile nafasi. Lakini wao wakaona mtu mzuri ni Faisal na washamtibua. Kwa hiyo wanajiplease ili mradi na washamtibua na anajiplease ili mradi yarudi. Lakini tu Faisal hana nia kurudi kule kwa sababu matapiki ushatoa, haina haja ya kurudisha tena. Maana yake unaachana nayo na fanya mambo mengine. Kwa hiyo yeye ambition yake ni kucheza klabu kubwa na ambition yake kubeba vikombe vikubwa na kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo sitarajii kurudi tena nyuma mwiko na wala sitarajii kwenda kurudi tena kule kujiharibia CV yake na status. Kwa hiyo wao wana force na wanafanya juu chini ili wao waweze kufanyaje kumnasa yule Faisal Salum. Mbona kama kaka hapo umeongea kwa hisia sana? Nimeongea kwa hisia kwa sababu sikupendezwa na vile vitu walivyofanyiwa. Sikupendezwa na zile rumors ambazo zinaendelea. Lakini pia namtakia heri na baraka na maendeleo katika soka lake. Na yule ni kijana wa Kitanzania anatafuta. Kwa nini tusimwombee Mungu ili aje ana familia yule, ana watu wanamtegemea. Umeona? Hili na pia hata kipaji chake kwa vizuri ni tunu wa taifa hile. Kwa hiyo naongea kwa uchungu kwamba wasimchezee, wasimuharibie mambo yake. Washaanza kumtilia chokochoko. Washaanza sijui sijui watu tumsamee kwenye magrupu yetu nini. Hakuna kitu hicho, mumsamee msimsamee hatuna haja. Wala hatuna shida wao kumsamee. Yule afisa habari wao namsikia sana. Anamuingilia sana yani. Kwenye chokochoko, tumsamee na nini, hatutaki hivyo jambo. Wao wabaki still na mambo yao, misimamo yao, sisi tubaki msimamo wetu na hatocheza ile kwenye hiyo klabu. Na hatocheza katika klabu ya Young African. Kaka ndo anasema hivyo. Na nathibitisha hilo. Unathibitisha hilo. Wala wasijidanganywe wakasema sijui anakuja, sisi tumemfanya hivi, labda mchukue tu kwenye njozi msekure mzima ndo kicheze kivuli. Lakini yuko timamu hawezi kuja kucheza Yanga. Kuna rumors zinasambaa kwamba Faisal sasa hivi hayupo katika klabu ya Azam, yupo mitaani anacheza ndondo. Hii ni kweli au wanamzushia tu kutaka kumchafulia CV yake? Ndio hayupo na amekataa kucheza ndani ya klabu ya Azam. Kutokana na wajua performance ile timu na hamna kitu anachokigombania. Mechi zimebaki kidogo, sio ni 3 sio ni 2. Na hawana kombe ambalo wanalo nini. Kwa hiyo yule anajiweka fit kwa msimu ujao na kujitunza ili asiweze kupata mainjury ya mwisho. Kwa hiyo ndo maana yeye yupo kule Zenji na anafanya mazoezi, sio kama anacheza ndondo, anafanya mazoezi na washikaji zake wa zamani. Kwa mara ya kwanza na Yanga walipogombana naye, kuachana naye kwa washikaji zake. Ikifika time timu inamhitaji ataenda tukusaini ili aweze kuendelea kufanya majukumu yake. Ili aweze kuendelea kufanya majukumu yake. Una kipi sasa cha kuambia watu kuhusu mdogo wako? Maana mambo yamekuwa mengi sana, wengine wakiongea lugha zisizo kwa za msingi na mbaya kwake. Yeye kwake anazichukulia vipi na wewe pia unawahusia vipi
hawa vijana wa Kitanzania katika timu upande zote mbili, au huenda mwingine akawa hana timu ya upande wake? Matusi ni one of the challenge in life, na don't worry about people to argue or abuse you. That is life of Tanzania. Ni maisha yetu ya kutukana mtu hata kujui anakutukana. That is not problem. Na ni life yetu kawaida ya watu kuambiana mambo ya ajabu, kukatishana tamaa. Kwa hiyo ukiviweka, ukivikusanya katika kichwa, hutofanya mafanikio na wala hutofanya jambo lako. Yeye haogopi hivyo vitu, ameshatukana sana. Na umati wa washabiki milioni 60 ambao walioingia pale Lupaso wa Yanga walimtukana na aliendelea kuonyesha kipaji chake na akawakanda. Kwa hiyo sidhani kama yeye itakuwa ni jambo ambalo linamshtua. Zaidi linamuongezea attention ili baadaye aweze kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi hana hofu, hana shida na ataendelea kufanya bora zaidi. Bwana kaka Faisal, shukrani sana. Asante sana. Bwana, usitoke ndani ya chimbo hili bila kusubscribe na kutoa comment yako kwa kile kitu ambacho umekizungumza kaka mwanzo mpaka mwisho wa interview wetu. Sisi hatuna la ziada. Bye bye.